tumekubaliana ya kwamba kila village elder ndio atekeleze wajibu wake kama kiongozi multipurpose pale chini. Tutamfanyia training, kila mmoja wenu tutawapeleka kwa training. Jambo la tatu, tumekubaliana na nyinyi ya kwamba kuanzia leo village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Jambo la 4, tumekubaliana ya kwamba kila village elder, na mimi nimewaitisha wale viongozi wengine wakuwe hapa ndio wawasikize kwa makini. Kiongozi wa wengi katika bunge yuko hapa, Bwana Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Wao ndio wanapitisha pesa nikipeleka mapendekezo kule bunge. Chairman wa Security Committee Bwana Gabriel Tongoyo yuko hapa. Chairperson wa committee ya Senate Mama Fatuma Dulo yuko hapa. Wote hawa pamoja na wabunge na kamati zao wamefika hapa, na pia waziri wa pesa yuko hapa Bwana Mbadi. Sasa hawa viongozi wanaotushughulikia wanaamka na wananchi, wanalala na wananchi, wanaelewa vile mambo yanavyoendelea. Waziri Bwana Murkomen yuko hapa na umesikiza hawa viongozi vile wamesema. Hawa viongozi sasa turudi bunge, twende tufanye mambo mengine matatu. Ya kwanza, Bwana Mbadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12, tuwawekee hawa watu pesa walipiwe SHA. Kila village elder, yeye, mke wake ama bibi yake ama bwana yake na watoto wao wawekwe katika mpango ya SHA. Wawekwe katika mpango ya SHA ili tukimaliza hiyo budget, ili kuanzia tarehe 1 Januari hawa wote wawe ndani ya SHA na waendelee na maisha yao. Jambo la pili, wameniuliza ya kwamba hawa wazee hata ingawaje umri ni huo, lakini dijitali pia wanaelewa. Sasa pia muwaongezee pesa kidogo kwa budget, kila mmoja wao tumnunulie simu ile ya sawasawa. Sindio? Mumesema yani nasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mumeniambia ya kwamba mnataka simu ambayo mnaweza kupiga picha mambo ikiendelea vizuri. Natuma mpaka na picha. Kama kuna watu wanasumbua wengine na disco matanga, napiga picha vile Mama Kazo amesema. Na mimi, nyinyi mmenishangaza sana. Nyinyi mmenishangaza sana. Nimesikia Mama Hadija Okanga hapo
vile amepanga kijiji yake. Amesema niko na manyumba 500, nimepanga mara 3, nimeweka yule balozi wa kila sehemu, nimepanga tuko na watu 9 hapa, tuko na bwana, hiyo ni mpango kali sana. Nyinyi vile mmepanga, mnashinda wengi. Hawa ninashindana na wao, hawana mpango. Hawa watu nashindana na wao, mpango hawana. Wangeenda kuuliza Mama Okanga kwanza vile mambo inapangwa. So mimi nawaheshimu sana. Alafu ya mwisho nauliza waziri apange sasa sessional paper ya mambo ambayo italetwa katika cabinet, tupeleke bunge na itengenezwe sheria. Najua hii Kenya mumesikia kuna watu wengi hawaamini haya mambo. Wanaona hii mambo ni mambo ya watu wadogo, kwa sababu Kenya hii iko na watu wako madharau na kiburi mingi. Ili wasije wakabadilisha hii maneno wakarudisha nyuma, tuweke ndani ya sheria. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo pangeni ili kabla ya Disemba mimi ni sign sheria ya kuhakikisha ya kwamba haya mambo ambayo tumesema hapa hayatarudishwa mtu nyuma na mtu yeyote. Awe na kiburi kiasi ambayo ako naye, awe na madharau ile ako naye, lakini tutaweka ndani ya sheria, ndio hakuna tena nafasi ya mtu kuja kurudisha haya mambo nyuma. Nyinyi mnanielewa jameni? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Nimewasikiza pia. Wacha niguzie yale mambo wale waliopata nafasi ya kuongea wamesema. Mumesema hapa kuna kama vile mama kutoka Kwale amesema tukiendelea na disco matanga kule vijijini inaleta hasara. Watoto wengi wanapata mimba, wengine wanakosa nafasi ya kwenda shule. Mimi nawauliza jameni, tutafanya bidii tuhakikishe na munisaidie kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Sikizeni.